kwa vijana wanaleta shida pale. Je, kwa vijana ambao wanalipwa nakuga tu ile moyo ya kusupport mwanasiasa ambaye kwa kweli anaipenda? Ndugu yangu Vincent, kwa siasa vitu mingi zinafanyika. That's why we call it politics at game. Unaona? Na ujue ya kwamba saa zile, for example, nomination, watu wanaenda nomination. Candidates wako tofauti. Kuna yule anapenda vurugu, kuna yule anapenda amani. Na kuna wale sasa watapenda vurugu zaidi. So ukipata wale wanapenda vurugu wamekutana kwa debe moja, obvious, what do we expect? Kutakuwa na shida. So hii imetupatia kazi ngumu sana na wakati ngumu sana katika chama cha ODM. Kwa sababu chama cha ODM ni chama inaamini kwa demokrasia. Lakini kenye inatusikitisha zaidi saa zingine, kama tuna hold party primaries, unakuta vurugu inatokea. Inatushangaza, na tena it is against the constitution of the Republic of Kenya. Unaona? So unakuta vitu kama hizi zinatuharibia jina kama chama. Lakini vurugu zingine unaweza kuta labda watu wanapenda chama zaidi. Kuna wale wanapenda chama zaidi na venye wanataka ifanyike. Unakuta mtu ameingia hapo na mwenye hana umaarufu, na ni mwenye hana umaarufu hata kidogo. Na unakuta ameingia na vijana, we call them goons. Ameanza kuvuruga ili anyakue tiketi by force. So unakuta wananchi watapiga kelele. Wananchi watapiga kelele na wapige kelele. So hapo unakuta sasa chama kama kama yetu ya ODM. Saa zingine unakuta tukiwa na shida kama hizo, there is a tribunal committee ambayo inadeal na mambo kama hayo. Na many times tumeona watu kama hao wamechukuliwa hatua. Maybe wamekuwa disqualified ama wamehukumiwa kwa fine fulani. Lakini unapata kwamba katika uchaguzi wa mwaka 2022 haswa vijana wengi waliweza kufariki dunia kutokana na uchaguzi huo. Hata kabla ya uchaguzi, maeneo ya campaign, unapata kwamba vijana wengi waliweza kupoteza maisha. Je, hasa kitu kipi ambacho tunaweza kuzuia kivipi ili mambo isikue tena katika uchaguzi wa mwaka 2027? Okay, kitu yenye tunaweza fanya, Vincent, ni political tolerance. Kwa sababu unakuta hizi vifo mingi zinasababishwa na intolerance ya wanasiasa. Unaona? Unakuta mtu ni mbunge ama niseme ni mwaniaji, saa zingine sio mbunge lakini new aspirant. Unakuta atafanya juu chini mpinzani wake asipige kampeni hiyo eneo. Unaona? Vitu kama hizo. So kama vijana, hii sasa ninaongea na vijana, kama vijana ninawaomba, na hii ni wimbo yenye tumekuwa tukiimba tangu ODM ifomiwe na ikuwe chama sahihi. Kama vijana ujue ya kwamba siasa comes and siasa go. Politics comes, politics go. Lakini wewe mwenyewe jiulize, utakuwa wapi baada ya siasa? Kweli. Unaona? Wewe mwenyewe jiulize sababu gani umeingia katika siasa. Usiwache kutumika na wanasiasa wakupatie 200 uende vuruge mwenzako, na huyu mwenzako pia mwenye unaenda kuvuruga amejipanga kisawasawa kivyake. Unaona? So wewe ukienda huko unafikiria wewe ni mnyonge, utakuta wewe ndio ulikuwa mnyonge zaidi. Na ndio utajipata pabaya, kuta unapigwa na umeenda hospitali. Na ujue wakati utakuwa kwenye hospitali ama umekufa, wenye utakuwa umepatia kibarua kubwa ni familia yako. Unaona? Sasa unafanya hivyo kwa bibi na watoto. Bibi utakuwa umeacha kwa shida, watoto pia kwa shida. Kama walikuwa naenda shule hawataenda kwa shule. Wewe mwanasiasa huwezi take responsibility yako kutoka A mpaka Z kwa nyumba. So vijana lazima tuangalie ni wapi tunaenda na ni wapi tumetoka. Kwa sababu hata hao wanasiasa tunawapigia, ujue ya kwamba hata wewe mwenyewe unaweza simama ukue kiongozi. Na wewe ukisimama
ujue ya kwamba mimi na wewe tunaweza badilisha taswira ya siasa ya hii nchi. Unaona? Kwa sababu hii nchi sio ya wazee, sio kikundi fulani. Hii siasa ya Kenya ni yetu sisi sote. Unaona? So lazima tujikakamue. Wewe pia utoke kutumika, ukue mwanasiasa yule mwenye anaweza peana orders. Sio wewe kila siku, miaka enda miaka after every 5 years, wewe unatumikana kila siku. Wewe siku moja uweze simama, useme mimi pia nataka hii kura na nataka vijana wangu. Kweli. Yeah. Hello. 5. Hello. Nadhani pia ukitazama katika uchaguzi haswa unapata kwamba mtu alikuwa katika chama cha ODM, anakuja anatoka katika chama cha ODM kisha anaingia anaunda chama chake kipya. Je, haswa changamoto kipi wange naingia kwamba mtu anaanza kuanza chama chake tena, anachana chama kama for example ukiangalia sasa hivi maana anajulikana kama wakina Kalonzo Musyoka wanasema kwamba wako tayari kuachana na chama cha Azimio la Umoja, wanakuja kuandaa chama chao kipya. Haswa inakuanga ni yani ile harakati ya kukosana ama kwanga tu mtu anaamua kivyake ili afanye shughuli zake vipi. Okay, Vincent, kitu ya kwanza ningependa nikwambie Azimio sasa hakuna. Kweli. Azimio ilivunjika wakati ule sisi kama chama cha ODM tulijiunga na serikali. Unaona? Na kitu yenye huwa inafanyanga coalitions zinaformiwa is about the interest. And politics is about interest. Saa zingine uko kwa chama na chama haisabi interest yako kama kiongozi. Unaona? Niseme for example chama chetu cha ODM. Unaona? Kuna wale wanaona chama cha ODM haisabi interest yake. So eli aone angalie njia nyingine ile itamwezesha afaidike kisiasa. Unaona? Kuna wale wanaona anaweza imba chama miaka enda miaka rudi, aoni mwelekeo, aoni mabadiliko katika maisha yake. So that is democracy ya mtu. Unaona? Unaona mtu hapa kwa chama cha ODM sisi hasa sasa ukiangalia unakuta kuna wale wanasiasa wanapinga broad based, kuna wale wanajiunga na wana support broad based. Si ati sio wanachama, lakini because ODM we believe in democracy, internal democracy. So hiyo ndio maana unasikia wanaongea, wengine wanaongea hivi, wengine wanaongea hivi. Hata baba juzi alisema ya kwamba chama chetu cha ODM ni chama iliyo huru. Uko na uhuru wa kuongea venye unataka. Ndio. Isipokuwa tu usipite laini ya chama. Unaona? Uongee within the constitution of the party. Unaona? Lakini usipite laini ya chama. Ndio. Kuna mahali unapita laini ya chama, chama ichukue hatua. Unaona? Na kama unaweza dhihaki chama, unaweza mock chama ama kudharau chama, hiyo chama lazima ikuchukulia hatua. Lakini kama umeamua tu kuongea na kitu yenye unaongea ni kitu ina make sense, hakuna hatua yenye chama inaweza chukua kwa sababu umeongea fact. Yeah. So lazima ukute ya kwamba wao watu wenye unaona wanatoka kwa chama wanajijoin, maybe they have their own personal interest yenye inawasukuma waende waform chama ingine ama waingie kwa coalition nyingine. Yeah. Na soko kwa vile sasa kuna wakati ambapo mbunge Babu Owino Okili alikuwa anasema kwamba ana uhuru ya kutoka katika chama cha ODM na pia ana uhuru wa kuzungumza. Kuna wale walikuwa wamempata hapo, so hakuna vile mtazamo mbaya hivi na hivi. So kitazama pakubwa, je, katika uchaguzi ujao, je, Babu Owino ataendelea kwa katika chama cha ODM ama huenda kaondoka katika chama cha ODM? Ile kitu yenye iko Vincent, mimi sijiwezi jua ni nini Babu anafikiria. Mimi nimefuatilia venye ameongea. Ameongea kama mwanachama wa ODM. Sijajua ni nini itafanyika huko mbele. Na ni venye ninajua Babu is a Democrat. Ndio.
na babu mwenyewe anajua yeye mwenyewe, anajua Nairobi nini siasa ya Nairobi. Siasa ya Nairobi is about tribe. Ndio. Unaona? Ndio. Na siasa ya Nairobi is about mathematics. Lazima ucalculate. Ndio upate kitu fulani yenye unataka. Na all along since niliingia hapa Nairobi, ni kuna kitu nimeona. Chama cha ODM imekuwa constant sana in terms of popularity. Kweli. Maintain that in Nairobi. Unaona? So sisi kama ODM we believe ya kwamba tukiwa katika chama cha ODM kuna viti zingine lazima tutapata. Ndio. Unaona? Kuna viti zingine, viti za ubunge lazima iende na party politics. Viti za governor na senate lazima iende na party politics. Na huwezi niambia utakuja independent bila chama. Ndio. Huwezi pata. Hiyo ni ukweli tu wa mambo. Huwezi pata. Na mimi ninajua babu anapenda baba na anapenda chama. Ndio. Unaona? Na ninajua ya kwamba babu hataweza kutoka kwa chama cha ODM. Mimi sidhani. Unaona? Siwezi dhani babu atatoka katika chama cha ODM. Juu hii ODM ndio imemleta kweli kupitia baba. Hello. Unaona? Mambo vipi? Sorry. Naongea na Geoffrey Midenya. Unaongea na Ucheng Vesa kutoka katika kituo chetu cha Umoja Radio, where good times last forever for life, ndani ya Umoja Radio. Nilikuwa nakuulizaje Geoffrey? Hello? Nakuuliza hivi. Je, ukiona vizuri katika uchaguzi wa mwaka 2027, je, ukiona kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga huenda akawania kiti hiki kama atakuwa ameachana nayo kabisa? Hello? Upande wangu? Upande wako. Hata nini tu bana atagombea. Umeje tuko na mwanasiasa ndani ya nyumba anajulikana kama Garang. Sijui kama unajua Garang. Garang de la Rue Wanyando branch. Unamjua? Wanyando. Namjua. Anasema kwamba yeye haoni kabisa kama Raila atakuwa anasomea hata haoni kabisa. Haoni kabisa. Lakini kitu kwa tumaini. Wenda ikue. Lakini akipata huenda kashinda ama vipi? Hapo ni ngumu. Ni ngumu. Na je Babu Owino huenda unaonaje kivipi? Huenda akasema katika kiti cha ugavana wa mwaka 2027? Babu Owino. Si ati kusimama. Ashashinda tayari. Geoffrey, unasema kwamba wewe unashashinda tayari? Asante. Hebu salimia wale watatu tukimalizia baba. Sakanja hawezi kurudi kabisa. Asante Geoffrey. Na Geoffrey. Hello, nakupata? Hebu salimia wale watatu tukimalizia baba. Wawili watatu. Nasalimia wananchi wote. Na pamoja na Uganda Super wote. Na babangu akiwa nyumbani. Asante. Asante sana Mr. Geoffrey Midenya. Asante. Kabisa. Garang. Unasema kwamba Raila bado anaweza kusimama. Bwana Vincent. Wacha kuweka maneno kwa mdomo yake. Unanipiganisha na wananchi. Kweli. Mimi sijaongea mambo ya Raila. Na kulingana na mimi, hiyo swali umeuliza sana. Kulingana na mimi, hakuna limit yoyote kwa siasa. Hakuna limit. Hakuna limit yoyote kwa siasa. Unaweza wania hata ukiwa na miaka 100. Bora unajua kujiexpress. Na unajua ni nini nakupeleka kwa
kwa siasa. Unaona? Hata ukiangalia Amerika, Trump ako na miaka ngapi? 70, ameingia akiwa na 75. Unaona? Ile wa kwanza alikuwa na 77, around 70, 69. Lakini sasa ako na 75. Not 75, 85. I mean. Hello. Mambo vipi? Unaongea na Chenu Pesa kutoka kituo cha Umoja Radio. Ukoaje? Wadai uko pale kuna kelele babake. Okay, nilikuwa nakuuliza, niko ndani ya studio, nilikuwa nakuulizaje? Je, unaonaje mheshimiwa Babu Owino kwenda kashinda uchaguzi wa mwaka 2027 iwapo atakuwa sima kama gavana? Ndio. Na Raila? Huenda kasimama katika uchaguzi huo wa rais. Kabisa. Hakuna limit. Asante. Sasa salimia watu wote. Asante. Gharama jinsi ulivyosema kwamba hakuna limit. Hakuna limit kwa siasa. Bora unaweza ji-express na ujue ni nini umekupeleka kwa siasa. Nilikuwa ninasema hata Trump mwenyewe ameingia kwa kiti akiwa 95 years. Ndio. Unaona? Na ni mzee na baada anaongoza. Kweli. Unaona? So Raila kusimama in politics anything can happen. Hatuwezi jua but hiyo ni uamuzi ya NDC. National Delegate Council. Na nini? Na wanachama vigogo wale wa chama na wanachama wote wa ODM. Unaona? Kwa sababu Raila tumeona akiwa mnajaribu kwa kila election. Unaona? Unaona hata hatujawahi shindwa, in fact hatujawahi shindwa kwa chama kwa uchaguzi wa urais. Hatujawahi shindwa kama chama cha ODM. Unaona? Ile kitu yenye inafanyikanga ni manipulation of results. Kweli. Unaona? Kweli. Results are being manipulated, ndio ionekana Raila ameshindwa. Kweli. Huyu mzee baba yetu hajawahi shindwa katika uchaguzi since 2005. Unaona? Since 2005. Na mimi chenye ninajua na chama chetu cha ODM, ikifika wakati wa kuchagua flag bearer, wanaangaliana yule mwenye ako maarufu, mwenye anaweza pambana. Na ukiangalia baba kuna influence, still kuna influence Kenya mzima. Unaona? Baada ameshika Western, ameshika Nyanza. The same time ameshika Coast na Nairobi. Kweli. Wewe niambie huyu mtu utamshinda wapi? Na tena Rift Valley, Umasaini, Turkana wapi baada na Komanda. Unaona? So huyu mtu unaweza mshinda wapi? Hata wewe mwenyewe ukipiga hesabu yako, hata Ruto mwenyewe mahali yako anajua mzuri Raila hakushinda Raila. Unaona? Hata Uhuru Kenyatta anajua hakushinda Raila. Unaona? Wanajua mzuri, wanajua venye wanafanyaga kwa sababu system huwa inawavalue. Mtu kama Ruto, system ilimvalue. Kwa sababu mimi nilikuwa naamini ya kwamba baba angeshinda 2022. Lakini venye tulikuja tukagundua baadaye kumbe system haikuwa na baba. Unaona? Kumbe system haikuwa na baba. System ilikuwa ina read from another script. Unaona? Na baba wana read from another script. So wako pamoja. Unaona? Ndio maana Ruto amepita. So in any case wajumbe wa ODM wataamua ni baba. Mimi sina pingamizi. Tutasupport bado ni baba. Unaona? Na this time round itakuwa moto. Tunaamini siku moja kama chama cha ODM tutachukua uongozi kama chama. Unaona? Hata kama sio na baba, lakini ninajua siku moja tutachukua uongozi wa mamlaka wa nchi kupitia uchaguzi. Kweli. Kwa kweli mpenzi msikilizaji, amekuwa ni Garang
jina hili ambalo Garang de la Rupala amekuwa ni Garang de la Rupala ndani ya Umoja Radio where good times are forever. Sasa hivi kwa mwendo wa saa 3 dakika 22 msikilizaji, tukimaliza kwamba nataka sasa Garang aweze kumalizia tuambie kwamba je, anapatikana kivipi katika mtandaoni, na pia atakuwa anatujulisha mengi zaidi kuhusiana na amonaje, je itakuwa kivipi kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2027. Garang, tukimalizia unapatikana kivipi baba ndani ya pale mtandaoni? Okay, mimi ukitaka kunipata kwa TikTok unanipata kama Garang de la Ru. Yeah, TikTok napatikana kama Garang de la Ru. Facebook utanipata kama Garang de la Ru P. Na YouTube utanipata kama Garang de la Ru. Yeah, wewe ingia tu kwa YouTube ama TikTok, dial tu Garang de la Ru. Itakuletea TikTok the same. Unaona? Zote zitakuletea. Na utaweza kuona venye ninachapanga siasa zangu. Mostly ninapachapanga siasa yangu Jacaranda by. Kweli. Na kina Moshwa Nawa, Nuru Okanga. Lakini sasa ninafikiria njia nyingine kwa sababu unaona Jacaranda is where you start your politics. Ndio. Kama uko karibu na Jacaranda, niseme tu bunge la wananchi. Bunge la wananchi is where you start your primary politics. Ukipanda juu, hata James Orengo ametoka bunge la wananchi. Kweli. Kina James Orengo, akina Kipchumba Murkomen, akina Edwin Sifuna, akina Dennis Waweru, watu wengi, Kimani Ichung'wah, wametoka Jivanji, bunge la wananchi. Kweli. Unaona? So bunge la wananchi una start your primary politics ukienda juu. Unaona? So mimi nataka kuembark on hapa missions ambayo itaniletea itafanya mimi ning'are zaidi kweli katika ulingo wa siasa. Unaona? Ndio. Kwa kweli alafu Garang. Yes. Unaje je mwaka 2027 unataka nani aweze kufanya kweli, aweze kuchapa kazi zaidi, aidha wananchi waweze kumchagua? Mimi kulingana na mimi kwa sababu sisi kama ODM tuliingia kwa mikataba na chama cha UDA. Na sisi uamuzi yoyote kama kitu yote tunaongea kulingana na uamuzi wa chama. Venye chama iliongea tuko na UDA mpaka 2027. Na tujasema tutasupport Ruto. Hatujasema tutasupport Ruto in 2027. Those are two different things. Kweli. Unaona? So iwapo chama itaamua juu sisi tunaamini kwa chama coalition building. Unaona? Iwapo chama itaamua kufanya coalition na UDA na isupport William Samoei Ruto, hatuwezi pinga hapo. Lakini iwapo wanachama wa ODM wataamua ni baba Raila Odinga. Asante. Ni hivyo tu ndio tutaenda. Sisi tunaenda kulingana na uamuzi wa chama. We are foot soldiers of ODM and loyalists. Unaona? Hatuwezi enda kinyume na chama. Unaona? Venye chama itaamua. Na mtu anasema ati tukifuata hivyo, tukifanya hivyo, wengi wametuita ng'ombe. Na nimesema ni sawa, tuiteni tu ng'ombe. Lakini ujue ya kwamba uvumilivu hula mbivu. Kweli. Unaona? Unaweza faitia chama miaka mingi lakini mara ya mwisho unakuta unapewa hapa hand in the party. Kweli. Unaona? Kweli. So mvumilivu kama mimi Garang de la Rupala, ninajua siku moja chama cha ODM nikihitaji kitu yoyote watanikumbatia. Kwa sababu hii safari nimetoka na ODM. In fact nimetoka na ODM since 2017. Unaona? Lakini hapo 2005 ikikuja nilikuwa tu na shabiki tu. Nilikuwa tu ni shabiki. Lakini sasa ni delegate. Naweza piga kura katika chama cha ODM. Kama kuna party primaries, kama kuna mkutano ninaweza enda niongee kama mwanachama. Mimi sio non-member, mimi ni member wa ODM. Unaona? So kwa hivyo mimi nina hakika ya kwamba siku moja ODM itanikumbatia. Kweli. Yeah.